Sabana, tuko hapa katika shangwe la Mama Samia. Tuko na mtumishi wa Mungu, Mtume Bashando. Amezungumza vingi, tukaona Simba kama tutazungumza naye mawili matatu, akujuze na wewe ambaye ulikuwa hufahamu labda leo hii nini kiko kinaendelea mahali hapa. Mtumishi wa Mungu, shalom. Shalom, shalom, Bwana asifiwe. Amina, uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Hongera. Asante sana. Ilikuwa poa kweli kweli, maneno mawili matatu kumwambia yule ambaye labda ndo kwanza alikuwa ndo anatazama ama anafahamu kupitia hapa. Sisi tumekuja kwenye shangwe la mama. Shangwe ya Mama Samia ni event ya vijana, kama unavyoona nimezungukwa na Gen Z hapa. Unajua watu wanaamini kama mama asapotiwi na vijana. Lakini mama ana timu kubwa sana ya vijana nyuma yake. Sema sasa vijana hawaonekani. Mimi nimekuja hapa ili waonekane na wapate sapoti ili tuweze kuingia kwenye competition ya kisiasa kwa amani. Unajua Watanzania hatuna desturi ya kupigana. Uhuru wetu hatukuupata kwa kumwaga damu. Na hata kama kuna mabadiliko yatatokea bila kumwaga damu. Kwa hiyo nimekuja kutoa nasaha zangu na kuongelea kazi za mama kidogo. Sawa, umezungumza mambo mengi kweli kweli na kusema kwamba mama tumpatie mingine 10 mbele, sio 5, tumpatie 10 mbele. Kuna baadhi ya watu wamesema kwamba hivi kuna maneno ambayo yanaendelea mitandaoni. Ukiwa kama Mtume Bashando, nini kilikusukuma kuongea kauli kama ile? Unajua kitu kimoja tuelewane, mama alikuwa ni makamu wa rais kwa Magufuli. Na Mheshimiwa Magufuli alipofariki, mama akapokea uongozi wa Magufuli. Kwa mimi naona hata hii miaka aliyoongoza mama ilikuwa ni awamu ya 5 ya Magufuli. Mama awamu yake inaanza Oktoba, ndio anachaguliwa kwa kupiga kura. Yaani hapo ndo anaenda kuwa sasa rais kamili wa kuchaguliwa na wananchi kwa Watanzania. Hapa nyuma alikuwa rais wa kikatiba. Sasa kama ni rais kamili anayechaguliwa kwa kura, marais wanaoingia kwa kura wanatawala kwa miaka mingapi? Miaka 10. Umeelewa? Kwa mimi nilikuwa nasema hizo mpokea Magufuli amefanya kazi nzuri. Kwa hiyo Oktoba anaoingia akimaliza mpaka ya Oktoba 30 agombee tena hadi 35, amalize aingie mtu mwingine. Alafu hapa katikati unajua kubadilisha katiba, kupata katiba mpya ni mchakato mkubwa. Kwa hapa katikati ahangaikie mambo ya kupata katiba ili kwenye 2030-31 hapo tupate angalau serikali ya mseto. Sababu leo huwezi ukachukua tu mpinzani umemuokota Ubelgiji, sijui mwingine umemuokota Canada, unampa nchi. Nchi lazima ipate mtu mzoefu, amekaa na yejua serikali vizuri. Magufuli amekuja kuwa kiongozi wa taifa la Tanzania akiwa ametoka kuwa waziri kwa miaka 20, anaijua serikali vizuri. Sasa leo ukute mtu amekimbia uaskofu, ameingia kwenye siasa. Miaka 5 tu anataka urais. Umeelewa? Wewe kama umeshindwa kwa miaka yote ya kusimamia kanisa lako, umeshindwa kulimaliza. Kanisa ni la mabati. Ukipewa nchi utaiweza wewe? Kwa mimi nimekuja hapa kuwafungua akili wa Tanzania. Wasipelekwe na mihemko ya kisiasa. Ile no reform no election ni maneno mazuri sana, lakini ndani yake kuna roho chafu. Ndio mimi napingana nayo. Ndio hiyo napambana nayo. Watu waangalie kazi alizozifanya mama, waangalie malengo mazuri ambayo serikali inao kwa wananchi, alafu watu wasimamie hapo hapo. Ulisimama na kusema na ukaposti katika mitandao ya kijamii, tukaona watu wakasema kwamba Bashando ni chawa. Kauli kama ile kwako wewe unaitafsiri vipi? Nimeanza kuitwa chawa tangu niko kwa Jodevi. Neno chawa nimeanza kulipata nikiwa kwa Nabii Jodevi. Alinipa gari, baada ya kunipa gari ikatrendi mitandaoni. Unajua Bongo ana roho mbaya, hawatakagi mtu upate. Yaani watu hawataki. Okay, ni wangapi wanamsifia Tundu Lissu, wangapi wanamsifia Lema, wangapi wanamsifia Heche na hawaitu chao. Sababu kule pakavu upati kitu, umeelewa? Wenyewe la kampeni yenyewe hadi wapige tone wachange. Sasa ukikaa sehemu ambayo ina maslahi lazima uitwe chawa. Kwa mimi siogopi chochote, mtu uniite chawa, uniite nani, mimi nasimamia kile ninachokiamini. Mimi siko hapa kwa sababu ya Chama cha Mapinduzi. Mimi niko hapa kwa sababu ya amani na utulivu wa taifa langu. Wewe ni shahidi, mwaka 2023 mwezi wa 9 na mwezi wa 10 nimezunguka mikoa karibia 4 na jeshi la polisi. Tunahamasisha watu wanaoshikilia, wanaomiliki silaha kinyume na utaratibu, silaha haramu wazisalimishe, na tulikusanya silaha nyingi sana kwa kushirikiana na jeshi la polisi. Sasa pale nilifanya kama chawa au kama mzalendo wa nchi. Kuitwa chawa, kutukanwa ni dalili za shetani. Na kwanza kama we ni mtu mzuri wa Mungu, kwa nini utukane mtu? Leo matusi wanaotukana, mimi nimetukana matusi karibia 6400, nimehesabu zile comment natukana. Hadi nasema hawa watu wakipewa nchi, hii nchi si itakuwa kama kilabu cha pombe za kienyeji. Kama watukanaji hao ndio wanataka nchi. Lakini ukienda kwa watu wa CCM wako kimya, kutukana hakuna.
Kwa mimi nafanya hivi kwa mapenzi ya nchi yangu, sio swala la uchawa au kutaka maslahi yoyote. Sawa, lakini pia tumeona hapa juzi kati ulikuwa umeposti ukasema kwamba unaonya baadhi ya wachungaji ambao wanatumia madhabahu kusema maneno mabaya kwa rais. Kauli ile pia watu walikuwa kama hawajaielewa. Kwa nini Bashando wamesimama na kukemea wachungaji hawa ama watumishi wa Mungu hawa? Kuna vitu ambavyo serikali haivijui, lakini kuna mifumo inatengenezwa kanisani na makanjanja. Yaani askofu mmoja kwa nguvu alizonazo anakusanya hivi vitumishi vinavyochipukia, vinabinja hivi. Umeelewa? Anaanza kuvipa taarifa za uongo juu ya serikali. Baada ya hapo hivi vinabii vinaenda kwenye makanisa, unakuta mtu ana kanisa la watu 50, watu 200, anaanza kuambia Mungu amenionyesha. Kumbe kile anachosema Mungu amemuonyesha ni taarifa amepewa na askofu fulani ambaye ana lengo la kutaka kugombea urais. Kwa wanampigia kampeni kwa kulitumia jina la Mungu. Sasa hivyo vitu nimevijua muda mrefu, lakini nilijua havitaleta madhara. Baada ya kuona juzi mikakati mibovu ya kutaka kumwangushia mama jumba bovu, kutaka kuichonganisha serikali na wananchi, ndio ikabidi nitokeze niwaonye. Sijawataja majina kwa sababu zangu binafsi, lakini huko tunapoelekea nitawataja majina. Askofu nitamtaja jina lake, na viongozi walioko nyuma yake wanaomsupport nitawataja majina yao, na patachimbika. Unajua swala la kulinda amani na utulivu na usalama wa nchi yetu sio ya polisi wala usalama wa taifa wala wanajeshi peke wala viongozi wa serikali peke yao. Hii ni swala la kila raia. Kwa mimi nasimama kama wajibu wangu kulinda usalama na amani ya nchi. Na kwa nini nilinde kwa upande wa rais wangu Samia? Ukisoma maandiko, kuna wakati Daudi alikuwa mfalme wa Israeli afu akatoka kwenda kupigana vitani. Akakoswa mkuki. Yoabu akasema hapana, wewe hutaki kwenda vitani kwa sababu ni bora wafe wanajeshi 1000. Ila ukifa wewe taa ya Israeli itazimika. Leo ukimletea vurugu mama ambaye ndo anaongoza taifa hili, utakuwa unalitikisa taifa. Kwa huyu mama lazima tumlinde kwa nguvu zetu zote, akili zetu zote na kwa uwezo wote tulionao. Mama lazima tumlinde pale ambapo anataka kufanywa figisu, especially kwa jinsia yake. Angekuwa ni mwanaume tungekaa kimya apambane na hali yake. Hivi leo upite njiani ukute mwanaume anapiga mwanamke, na wewe ni mwanaume kabisa umekamilika na akili kichwani zipo. Utafanyaje? Lazima umsaidie yule mwanamke. Kwa mama asinyanyapaliwe kwa sababu ya jinsia yake. Huyu ni rais anayefanya vizuri, hata watutukane, hata wasemeje, na mikakati yote mibaya tutashughulika nayo sisi wananchi. Kwa kuelekea mwishoni tu, baadhi ya watumishi wengi wamesimama katika madhabahu na kusema kwamba wanaona rais yule ambaye amefutiwa usajili. Kwako wewe hujawahi kuona kabisa kama urais unatokea kule? Urais unaenda kwa huyo askofu? Hamna kitu kama hicho. Ndio maana kuambia wanaosema wameona ni timu yake. Umeelewa? Unajua mimi hapa nimeanzisha kitu kinaitwa Umoja wa Mitume na Manabii Tanzania. Naheshimiwa na manabii wengi. Nina uwezo wa kukaa nao vikao nikawajaza vitu wakaviongea ukafikiria ni Mungu, kumbe sio Mungu, ni mimi nimewafeed. Sasa huo mchezo mchafu ndio unafanyika. Utasikia mtu anakuambia afu kuna mmoja simtaji na muhifadhi amekaa kama Shimei, umeelewa? Anaiongelea vibaya serikali, lakini mwisho wa siku unamkuta Ikulu yeye ndio wa kwanza kuchukua sausage na kula. Sasa huu ni unafiki uliopitiliza. Watumishi wa Mungu turudi kwenye nafasi yetu. Leo anasema ubiri kwa sababu mimi nimeamua kujitoa hadharani na kukemea. Ila wale ambao wanahubiri siasa kwa mgongo wa kusema ni unabii, ndio niko hapa kuwakemea sasa. Turudi kwenye kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu ni Warumi 13:1-5. Inasema tuzitii mamlaka zilizo kuu. Mimi kama nabii, wewe kama askofu, kama mchungaji, kama shehe, kama padri, mamlaka unapaswa kuitii. Sisi ni kama maaskari tunaotakiwa kupiga saluti kwenye serikali iliyopo. Ikitokea hawa wanao reform kwenye mwaka wa 2040 na 50 huko wakaja kuchukua nchi, na wenyewe wataheshimiwa. Ila kwa sasa hivi wakiache kile chama ambacho Mungu amekichagua na serikali ambayo Mungu ameichagua, sisi watumishi wa Mungu tutasupport hiyo. Chote kile cha kumalizia? Kabla ya kumalizia, kuna wasaidizi wa mama, nao nawaambia nini? Pengine vijana wamekata tamaa kutokana na yale ambayo hao viongozi wa chini wanayoyafanya. Unawaambia nini viongozi wa chini, serikali za mitaa, madiwani? Umeniuliza swali zuri sana. Hao ndio watu wanaomharibia mama. Ukimwangalia rais wetu hana shida yoyote. Hata mambo anayotupiwa, lawama anazopelekewa, wanaomharibia ni wasaidizi wake. Kuna viongozi wamegeuka miungu watu.
Mimi naweza tu nikarudisha ushauri kwa mama awe mkali. Ile mfumo aliokuja nao Magufuli, nchi ikanyooka, mpaka unakuta matrafiki wamejipanga kupunguza foleni. Unakuta ofisi akifika mwananchi wa chini anahudumiwa, azidishe ukali, azidishe hapo hapo, kwa sababu hawa wa chini hawa ndio wanaomharibia mama, na hawa ndio wanaoleta uzembe wao na kufanya vitendo ambavyo vinasababisha kama mama afanyi kazi. Mama washughulikie. Nashukuru sana. Asante sana.